Kwa nini simpendi mke wangu? Kwa nini simpendi mume wangu? Ndio maswali wanaojiuliza watu. Na watu wengi wanafikiri kwa uhakika kabisa kwamba mke wake ni mbaya. Mke wake ni mtu ambaye hafai. Na wanawake nao wanafikiri kwamba mume wake ni mume mbaya. Mume wake ni mke naye hivyo hivyo. Na kwenye familia, kwenye pia vile vile kuna mchezo mbaya tena. Wazazi wanaamini na kufikiri kuwa watoto wao sio watoto wazuri, sio watoto wema, ni watoto wakorofi, ni watoto wajinga, ni watoto ambao hawafai katika hii dunia. Kwa hiyo baba na mama wanajikita baba anajikita kumlaumu mama na kumuona yeye ndo mwenye makosa, mwenye tatizo, ni mtu mbaya, ni mtu asiyejithamini na kujipenda. Mama anajikita kumlaumu baba, kwamba baba wewe ndiye mtu mbaya. Na kwa pamoja wanaungana kuwalaumu watoto wao kwamba nyinyi watoto ni watu ambao watukutu, hamsikii, mna hali mbaya na ni wenye tabia mbaya. Ukweli ni huu hapa. Kuna mume uliye naye kwenye akili yako ambao unaishi naye kila siku, ambaye huyo mwanaume ni lazima umtoe kwanza ndio uweze kuishi na mume wako halisia uliyekuwa naye. Kuna mke ambaye unaye kwenye akili yako ambao unaishi naye kila siku, unatembea naye, lazima umtoe kwenye akili yako ili uanze kuishi na mke wako huyo. Kuna watoto ambao umetengeneza unao kwenye akili yako ambao watoto ni lazima uwatoe kwamba kwenye akili yako ili uanze kuwa salama. Mfumo wa ulimwengu na mfumo wa dunia umetuaminisha na kutuambia na kutujaza taarifa nyingi kwamba mke mzuri ni mwenye makalio makubwa, mke mzuri ni mwenye kuvaa wigi nywele feki, mke mzuri ni mwenye kupaka poda kwa maana ya unga au udongo ambao umetoka labda China wapi. Ni udongo tu kama udongo mwingine. Wametuaminisha kwamba mke mzuri ni mwenye kuongea sauti pengine ya chini na kadhalika. Hiyo ni dunia na hizo ni taarifa. Na miziki yote ambao tumejikita kuisikiliza kila siku inahakikisha kwamba inakazia taarifa hizo kila siku. Inasema kwamba wanawake wenye makalio mazuri ni wanawake wazuri, na wanawake ambao hawana makalio hao ni wanawake ambao ni wa kawaida, wanadharaulika. Kwa moja wamepanda chuki mitaani, wamepanda chuki kwa wanawake. Wanawake tayari hawajiamini, wakijitazama wanajiona kama wao ni wanawake wa kawaida, ni wanawake wasiofaa. Wamejazwa hofu, wamejazwa wasiwasi katika mioyo yao, kwa hiyo wameua kila kitu kinachoendelea. Kwa upande wetu sisi wanaume, wametuaminisha wazi bila kujali kwamba mwanaume anatakiwa awe na six pack. Kwa hiyo wanaume wengi tumeshinda gym kutafuta six pack kwa maana ya kifua ambacho kimegawanyika, na wamesema kwamba mwanaume halisi anatakiwa asiwe na kibamia. Najua unanielewa. Kwa maana hiyo wanaume wengi wamekunywa madawa, wamejaribu, wamejichukia na wanadhani kwamba wao ni watu dhaifu. Na zaidi ya hivyo walijenga kwamba mtoto anatakiwa awe mtulivu, awe msikivu, asipinge chochote, akusikilize wewe. Ndugu yangu, fikiria, huyo mtoto uliye naye kwenye akili yako ni roboti, sio mtu halisi. Hakuna mtoto ambaye anaweza kaganda tu ukimwambia nenda nenda hatua 5 naenda, usicheze njiani hachezi. Huyo sio mtoto, huyo ni roboti ambao unamfikiria wewe. Sisi tunazungumzia maisha halisi, mtoto halisi. Mtoto halisi ni yule ambaye anakaidi, anapinga, anakubali, anachukua muda kuandika taarifa moyoni mwake ila kubaliane nayo hiyo taarifa. Kwa achilia huyo mtoto uliye naye kichwani, mkubali mwanao. Mwanao ni mtoto mwenye akili, mwenye juhudi, mwenye nguvu kwa kiwango chake. Acha kumlinganisha na mtoto wako uliye naye kichwani ama na mtoto wa jirani yako. Mume wako ni mume sahihi kabisa. Acha kumlinganisha na wasanii wakubwa kwa kudhani kwamba anatakiwa kuwa na tabia kama za Diamond, kuwa na tabia kama za Mario, kuwa na tabia kama za msanii fulani wa Marekani, kwa kuwa na gari, kuwa na nyumba fulani ndipo umuone kuwa ni mwanaume. Yeye ni mwanaume kabla ya hivyo vyote. Blaza, acha kumtazama mke wako kwamba awe kama Zuchu, awe kama Rihanna, awe kama mtu fulani katika ulimwengu huu. Mkubali mke wako jinsi alivyo. Huyo ni mke wako na ni mzuri ikiwa utamtoa huyo wa kichwani mwako. Kwa hiyo usihangaike kutazama wanawake wengine nje ukizani mke uliyekuwa naye ni mke mbaya.
umeaminishwa tu kwamba ni mke mbaya, lakini uhalisia wenyewe ni mke mzuri sana. Ukimheshimu, ukimtunza, ukichukua zile hela unazopelekea mchepuko ukampelekea mke wako kama zawadi, ukichukua hela unazotoa kila wiki 100,000, 20,000, 30,000, nitumie vocha na dharau juu, ukazirudisha kwa mke wako, ukamnunulia kanga za 7,000, ukamnunulia kitenge cha 15,000, cha 20,000, cha 30,000, ninakuhakikishia mke wako ni mwanamke mzuri hujawahi kuona. Ninakusisitiza kwa upendo, kwa sauti ya upendo, kwamba mke uliye naye ni mke sahihi, mume uliye naye ni mume sahihi, watoto ulionao ni watoto sahihi, wala usiogope. Kama unashindwa kukubaliana na hilo, basi maana yake nini? Ni kwamba nguvu yako ya ndani imekata. Unategemea sana nguvu ya nje, unategemea sana sauti ya nje. Unahitaji kuanza safari ya uponyaji haraka sana, kabla hujajutia, kabla hujapoteza muda. Kama unahisi huna furaha na unaona kwamba mke wako au mume wako ndiye tatizo, hiyo sio kweli, huo ni mtego. Unahitaji kuanza safari ya uponyaji ndani mwako. Fikiria sasa kuhusu wataalamu wa masuala ya kiroho. Fikiria kuhusu wanasaikolojia, ili wapangilie vizuri mifumo yako ya akili, ukae vizuri na uanze kuishi maisha salama, maisha safi. Mtoe huyo mume wa kichwani, toa hao watoto walio kichwani mwako, toa huyo mke aliye kichwani mwako, ili uishi na mke wako wa nje halisia. Mimi ni nani? Mimi ni MJ for people. Salia na wakati mwingine, salia na wakati mwema hadi wakati ujao. Bye bye for now.